Okay, habari za muda huu. Kwa majina naitwa Ibrahim Charles Sirasi. Niko hapa leo kwenda kukufundisha au tunaenda kujifunza kwa pamoja jambo ambalo linahusu au topic ambayo inaitwa akili. Tunavyozungumzia hapa, kabla sijaanza kufundisha akili ni nini, pia napenda tuanze na mazungumzo madogo kwanza ambayo yanaendelea katika jamii yetu. Kuna story mbalimbali zinaendelea. Unasikia labda mtu anakuita wewe huna akili, au unasikia kwamba Afrika watu wake hawana akili. Sasa leo nataka twende tuzungumzie kwa ufupi kidogo nini maana ya akili. Baada ya hapo sasa tutaweza kuja na conclusion ya kwamba ni kweli Afrika hawana akili, au mtu anavyokuambia huna akili anakuwa anamaanisha nini, anamaanisha kitu gani anavyosema kwamba mtu hana akili. Anakuwa na kipimo gani, kwamba kuna kipimo gani sahihi cha kuweza kukitumia kuweza kujua kwamba huyu mtu ana akili au hana akili. Kwa hiyo siko hapa kukuambia kwamba ni kipimo kipi ambacho kinatumika kupima mtu mwenye akili na ambaye ana akili, ila niko hapa kukuelezea nini maana ya akili. Kwa tunavyozungumzia akili kwa Kiingereza wanasema intelligence. Sasa tuende kuangalie nini maana ya akili au akili ni nini. Akili ni uwezo, umeona kwamba akili ni uwezo, ni ile capacity ya mtu kuweza kufikiri, kuelewa, na kuhisi. Kwa ule uwezo ambao unakuwa nao wa kuelewa mambo, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuhisi, uwezo wa kuchambua mambo, uwezo wa kuchukua maamuzi. Kwa ujumla uwezo huu tunauita ni akili. Sasa akili imeelezewa tofauti kutokana na watu na eneo husika ambapo mtu anaamua kuielezea akili. Kwa hiyo tunaona kwamba tuna akili hisia, pia tuna akili mantiki, pia tuna akili bandia. Akili bandia wanaita artificial intelligence. Pia tuna akili mantiki ambayo tunaita logic intelligence. Pia tuna emotional intelligence. Sasa tukichambua kwa haraka au tuangalie tu kwa ufupi nini maana ya akili hizi ambazo tunaenda kujikita kwa ufupi kidogo. Nitajikita kwenye eneo la akili hisia pamoja na akili mantiki. Akili bandia sitajikita huko. Pia kwa ufupi tu napenda kujulisha kwamba tuna darasa ambalo linaendelea likiendeshwa na mwalimu wetu Jack Ma, ambalo atakwenda kufafanua kwa undani zaidi nini akili bandia na inafanya kazi vipi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo usitamani kukosa darasa hili. Ili darasa linaendelea, litaanza tarehe 21, zimebakia siku chache. Tarehe 21 mwezi huu darasa hili litaanza tarehe 21 mwezi wa 4. Kwa hiyo jitahidi uweze kuhudhuria na uelewe kwa undani zaidi akili bandia ni nini. Ni kwa gharama ndogo sana ambayo ni shilingi 21,000 tu utaweza kujifunza na kuelewa nini maana ya akili bandia na namna ambavyo inafanya kazi na namna ambavyo inaweza kukurahisishia kazi zako katika maisha yako ya kila siku. Ila mimi kwa leo naenda tu kujikita katika sehemu mbili ambayo ni akili hisia, akili bandia. Kwa hiyo na akili mantiki. Kwa hiyo tunapokwenda sasa kuangalia lazima tujue au tujiulize akili hisia ni nini. Kwa hiyo tunavyokuwa zungumzia kuhusu akili hisia, akili hisia hii ni napozungumzia akili hisia ni uwezo wa kuelewa, kudhibiti na kuelezea hisia za mtu au hisia zako wewe mwenyewe. Kwa ule uwezo wa wewe kuweza kuelezea na kudhibiti hisia zako, hii tunakuja kuiweka na kuzielewa hisia. Hii tunaita ni akili hisia. Kwa hiyo kusudi uwe na uwezo wa akili hisia lazima uwe una uwezo wa hizi vitu vitatu, kwamba uwe na uwezo wa kuelezea,
hizo hisia, uwe na uwezo wa kudhibiti hisia, uwe una uwezo wa kuzielewa au kudhibiti, kuzichambua hizi hisia. Kwa hiyo kwa hiki, ukiwa na uwezo huo wa kuweza kuelewa na kuweza kudhibiti na kuweza kuchambua hisia zako wewe mwenyewe pamoja na hisia za wengine, tunasema wewe unakuwa na emotional intelligence. Pia kwa mfano kwenye maisha yetu ya kila siku tunaenda kuona uwezo huu wa mtu kuweza kuelewa. Let's say mtu umekutana na mtu ana hasira, si ndio? Huyu mtu mwenye hasira, mtu mwenye hasira, cha kwanza unatakiwa umuelewe, uwe na uwezo wa kuelewa kwamba mwenzangu sasa hivi yuko kwenye hali ya hasira. Kwa hiyo nitumie namna gani kuweza kumtuliza. Kwa hiyo tutatumia maneno mazuri, namna ya kumtuliza huyu mtu ambaye yuko kwenye hali ya hasira, ili kusudi aweze kushuka na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo napenda kuendelea pia na akili mantiki sasa, baada ya kumaliza kuangalia kwa kifupi kuhusu akili hisia. Sasa tunavyokwenda kuangalia akili mantiki hii, tunavyokwenda kuiangalia tujaribu kuelewa nini maana yake. Kwa hiyo tunapozungumzia akili mantiki ni uwezo wa kufikiri kwa kina ni uwezo wa kufikiri kwa kina, uwezo wa kutatua matatizo yetu ya kila siku kwa kutumia tafiti au kutumia tafiti na ushahidi. Hii sasa tunakuja, ndio tunasema kwamba ndio akili mantiki. Kwa hiyo akili mantiki inahusisha vitu kama hivyo, kwamba unatakiwa unavyokwenda kutatua sasa changamoto zako kwa kutumia akili mantiki, inamaanisha kwamba lazima ufanye uchunguzi, ufanye utafiti. Kama sehemu ambayo inahitaji mahesabu, inabidi ukae chini ufanye mahesabu. Kama inahitaji kufanya utafiti, ufanye utafiti. Hapo ndipo tunakuja na kitu ambacho kinaitwa akili mantiki. Kwa hiyo kiufupi nimeweza tu kutoa summary ndogo kuelezea kuhusu haya mambo ambayo tunaishi nayo katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo nikirejea tena kule juu kwenye utangulizi wangu, je, katika hicho kitu nilichokielezea na nilichofafanua kuhusu akili hisia na kuhusu akili mantiki, je, tunakuja kurudi kwenye maswali tuliyoweza kujiuliza. Je, ni kweli wa Afrika hatuna akili? Je, ni kweli wa Tanzania hatuna akili? Je, ni kweli unavyohusika na masuala ya kidini, je, unahitaji akili hisia au akili mantiki ili uweze kuwa muumini mzuri wa dini? Je, ni kweli huhitaji akili mantiki ili kusudi uweze kuwa muumini mzuri wa dini? Je, au unahitaji zote ili kusudi uwe muumini mzuri wa dini? Unahitaji uweze kuwa na akili hisia pamoja na akili mantiki. Kwa hiyo hayo yote mimi nikuachie wewe, fikirie kwa kina, uchambue, na utakuja na maamuzi mazuri na utafiti wako pia. Kama unaweza ukafanya haina shida. Kwa hiyo niweze tu kukutakia siku njema. Pia nazidi kukukumbusha na kukukaribisha katika darasa letu ambalo liko chini ya mwalimu Jack Ma, ambalo litajikita zaidi kufundisha kuhusu akili bandia. Kwa hiyo karibu sana katika darasa hili. Asante sana.